wamejaribu kutengeneza kinachoitwa mgogoro au mpasuko ndani ya chama. Wamejaribu kutaka Chadema tujione ndani yetu baada ya kuwa tumekushamaliza uchaguzi tarehe 22 mwezi Januari mwaka 2025 pale Mlimani City. Chadema bado tujione mpaka leo kwamba kuna timu Mbowe, kuna timu Lissu, wakati mambo ya timu za uchaguzi yaliisha wakati wa uchaguzi. Sasa tuna timu moja inayoitwa timu Chadema. Na kwa sababu tuna timu moja inayoitwa timu Chadema, uongozi mpya ulipoingia, kabla ya kuanza kazi yoyote, tukasema tujifungie. Watu wengi mnafikiri tulijifungia tarehe 4 mwezi Februari Bagamoyo kwa sababu tu ndio tarehe ambayo ilikuwa kilele tukafanya kikao cha kamati kuu. Lakini tulijifungia kuanzia tarehe 31 Januari 2025. Na tuliamua kabla viongozi wapya hatujaanza, tukae kwanza na viongozi waliokuwepo madarakani wa kitaifa. Na kabla viongozi waliokuwa madarakani wa kitaifa, mwenyekiti aliyekuwepo, makamu mwenye viti waliokuwepo, kabla ya hatua hiyo, katibu mkuu, nikae na secretariat iliyomaliza muda wake na secretariat mpya ili tupate mwelekeo wa pamoja. Viongozi wenzetu, wengi wao na baadhi yao, wakatuomba kwamba wangependa tuwaache wapumzike, na sisi tukaheshimu msimamo wao. Wachache tukakutana nao, na kwa kweli tukaamua namna ya kusonga mbele pamoja. Sasa hivi karibuni wamejitokeza wachache juzi hapa, waliokuwa secretariat ambao mimi nilikuwa mwenyekiti wao. Wamesema kwamba wanaondoka Chadema kwa sababu kuna ubaguzi, kuna udikteta, vikao havikai. Yaani watu tunawaita kwenye vikao, sio tu vikao vya Februari, tumewaita kwenye vikao ikiwemo vikao vya watiania wa ubunge, na kamati kuu imekuwa ikikaa vikao, imekaa vikao mpaka tarehe 11 na 12 Machi, wakati kamati kuu inatakiwa ikae mara moja kila baada ya miezi mitatu, na hii kipindi cha miezi mitatu tushakaa mara 2. Wanasema mambo ya uongo. Sasa mimi nataka niseme mambo mawili tu, kwa sababu huu nao ni mkakati wa kututoa kwenye no reforms no election. Kati yao kuna makundi mawili. Kuna kundi la watu miongoni mwao ambao wanatumika moja kwa moja na mfumo baada ya kushindwa kutumika ndani ya Chadema. Sasa wametangaza kujiondoa, wanakwenda chama kingine waende. Sisi tutaendelea na mapambano mpaka kieleweke. Miongoni mwao vile vile kuna watu wanaosukumwa na upepo, walioaminishwa kwamba Chadema haitashiriki uchaguzi, na kwa sababu Chadema haitashiriki uchaguzi, kuna chama cha upinzani kitainuliwa na watawala ili kipewe baadhi ya viti vya ubunge, ikipewe na ruzuku. Wao wamepata tamaa wakifikiri kwamba CCM hao na mfumo unawapenda sana. Nataka niwaambie hadharani. Sasa miongoni mwao wako wanaopita wakiwadanganya wanachama wa Chadema kwamba wanawaambia kwamba katika huko kuhama kwao hao waliotangulia wameanza, lakini wanasema kwamba nyuma yao yuko mwenyekiti mstaafu Freeman Mbowe, na wanasema kwamba anawafuata kwa ajili ya kugombea urais. Sasa mimi huwa kwa nafasi yangu kama mtendaji mkuu, nikitokea jambo lolote huwa napenda kabla sijasema chochote nipate haki ya kusikiliza wahusika. Nataka kuambia Bukoba, niliwasiliana na mwenyekiti Freeman Mbowe
na mwenyekiti Freeman Mbowe akanijibu yeye ameamua kupumzika siasa mwaka huu wa 2025. Hana dhamira ya kugombea ubunge wala udiwani wala uongozi kwenye chama chochote cha siasa. Sasa nikamsikia Amos Makalla. Amos Makalla anamjibu mzee Warioba aliyesema juu ya haja ya kufanyika kwa hatua zitakazowezesha kuwa na uchaguzi huru na haki. Na mzee Warioba akaenda mbele zaidi akatamka kwamba CCM na Chadema na serikali wakae kutatua mgogoro unaoendelea kuhusu uchaguzi. Sasa mzee yule na heshima yake, waziri mkuu mstaafu, amewahi kuwa nafasi nyingi sana. Mzee yule badala ya kujibiwa na katibu mkuu wa CCM au rais, wameamua kumtuma Amos Makalla kumtukana. Lakini katika kumdharau kwake, Amos Makalla amesema uongo. Amesema CCM mambo ya uongo. CCM hatuna mgogoro na Chadema, kwa sababu sisi na Chadema tunakutana tunazungumza. Akasema kwamba tunakutana tunazungumza kwenye vikao vya TCD, na akasema kwamba vikao hivyo vikikaa mwenyekiti Lissu anakuwa mwenyekiti kwa sababu ni mwenyekiti wa TCD, alafu Wasira anakuwa pembeni, amekuja kuiwakilisha CCM. Sasa kwa sababu amelisema hadharani, nataka kusema kwamba Amos Makalla ni muongo. Toka mwenyekiti Lissu aingizwe gerezani, tuliweka msimamo sisi kama viongozi. Na Mheshimiwa Lissu naye hili nalo ana salamu zake kwetu vile vile. Sisi tuliweka msimamo na yeye Mheshimiwa Lissu akaweka msimamo kwamba hatutashiriki vikao vyovyote hivyo vya CCD mpaka mwenyekiti wetu atolewe gerezani. Na afisa mmoja wa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa wamekwenda kuwarubuni waliokuwa viongozi wetu. Mmoja walikuwa viongozi wetu na mwenzake mwingine tutawataja kwa majina. Wakaenda kumrubuni aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama upande wa Zanzibar, anaitwa Saisi Isa Mohamed. Yeye akawa mstari wa mbele kufungua kesi. Nyuma yake akawa aliyekuwa naibu katibu mkuu Zanzibar, anaitwa Salum Mwalimu, kafungua kesi mahakamani ya kwamba wakatoa hoja ya kisingizio kwamba maslahi ya Zanzibar hayapewi kipaumbele ndani ya Chadema. Hiyo hoja si ya kweli, lakini hoja kisingizio. Swala la msingi ni kitu gani wameiomba mahakama? Wameiomba mahakama eti mahakama itoe amri ya kuzuia shughuli zote za Chadema nchi nzima mpaka hiyo kesi ya msingi itakaposikilizwa, yani ikiwa miaka 10, ikiwa miaka mingapi, mpaka kesi itakapoisha. Shughuli zote za Chadema, iwe ni mkutano wowote nchini, uendeshaji wa makao makuu ya chama, akaunti za chama, chochote kinachohusu Chadema kizuiwe. Nataka kuambia waliotumwa, hii mbinu nayo itashindwa.